anapoteza, Babeli wanapoteza, lakini Mungu inaonekana bado atafunga bao hapa. Bwana anafunga bao. Mpira basi kwa Shadraki, mpira basi kwa Mishaki na Abednego, na wanaendelea wamesimama. Walikuwa wamefungwa. Mfalme akasimama kwa haraka na akauliza, si tulitupa watatu? Hata yeye amechanganyikiwa. Mfalme haoni kuna wanajeshi wamekufa hapa. Hapo sio wakati wa kuafikiria. Hapa ndani kuna maneno. Hemu angalieni nyinyi wote. Sijui mimi napoteza fahamu, sielewi, lakini tulipotupa watatu, si ndio? Lakini na walikuwa wamefungwa na tuliwaangusha chini. Mbona basi wanatembea hapo ndani ya moto? Nini kinachoendelea? Tena wamefunguliwa na wako na mwingine wanne, na ni kama wanaenjoy kuwa pale kwa moto, wanatembea. Bwana asifiwe sana. Unajua, wakati Nebukadnezaru alipokaa chini na kupanga kuangamiza watumishi wa Mungu, naye Mungu wa mbinguni akaita baraza la dharura. Akaita haraka, I need the excom. Nataka excom wakuje haraka. Roho Mtakatifu na Yesu akakusanyika pale, na Baba akasema ya kwamba sasa pale duniani Babeli kuna hali ya hatari. Wale tuliowatuma mambalozi wa karibu kuangamizwa katika tanuru la moto. Tunahitaji mmoja aende akawaokoe, na nafikiri hata malaika Gabrieli alikuwa pale na akajitokeza akasema, mimi nitaenda tena kwa mwendo wa kasi. Akaulizwa, utachukua muda gani? Akasema, sekunde moja nitakuwa pale kwa moto. Akaambiwa, pana, huwezi ukaenda. 1 second is too long. Yesu akajitolea akasema, mimi nitaenda kuwaokoa wale vijana wetu watatu. Na neno linasema ya kwamba basi Yesu alipoulizwa, akaulizwa, wewe utachukua muda gani? Akasema, I am already in the fire. Niko ndani ya moto. Mimi sichukui muda, mimi ninawangojea kwa moto. Rafiki msikilizaji, wakati unaposikia unaenda kwa hatari, usiogope. Kama ni kwa sababu ya neno la Bwana, enenda huko kwa sababu alikutangulia mbele. Anasema, nilikutangulia kwa shida, nilikutangulia kwa njaa, nilikutangulia kwa matatizo. Niko pale, usiniaibishe. Hebu imagine kama wangekataa, kama wangeogopa. Neno linasema walipoingia pale ndani, basi wamesimama. Walirushwa wakaangushwa, sasa wamesimama. Walirushwa wamefungwa, wamefunguliwa. Walirushwa wachomeke, moto haumafanyi madhara yoyote, na wanaongea na Yesu. Na Yesu anawaambia kwamba mambo iko sawa, kule tunawangojea bado. Msijali, tulijua tu hiki kitafanyika, na nimetumwa na salamu na Baba. Baba ameniambia nije niwasalimie. Hata Enoko tulikuwa naye asubuhi leo, kaniambia nikija niwasalimie. Tungekuja wote, lakini nikasema mimi natosha. Yesu atosha. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba basi huyu mfalme alipoona kile kimeendelea ndani, akanena akasema, enyi Shadraki na Mishaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraki na Mishaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na waliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Akawaambia Shadraka, Mishaki na Abednego, tokeni. Na vijana wangu wakatoka majestically, hawana haraka. Walirushwa, sasa ndio wanajitoa. Walikuwa wamefungwa wakirushwa, sasa wako huru. Kwa sababu hauwezi ukaenda kwa Yesu na ubaki ukiwa umefungwa, na hauwezi ukaenda kwa Yesu na ubaki ukiwa chini. Lazima utainuka, lazima utaambia watu nina ushuhuda. Hata nyinyi mnajua last year nilikuwa chini, lakini nilipokutana na huyu mwana wa seremala nimesimama. Bwana asifiwe sana. Yaani hauwezi ukakutana na Yesu na uendelee kuwa the same. It cannot happen. Anakutana na mwanamke ambaye she is a sinner, na anambadilisha anakuwa a saint, ni mhubiri. A prostitute is changed to a preacher. Ukikutana na Yesu, kama uko juu ya mti, anakuambia shuka haraka baba, shuka haraka. Shuka saa hizi kwa sababu leo nitakuwa mgeni wako. Bwana asifiwe sana. Yesu anasema ya kwamba akija kwako, akikupata na machozi, atakupanguza machozi. Hawa vijana wakatoka watatu. Hebu niwaulize, Nebukadneza alipoangalia ndani, aliona watu wangapi? Alipowaita, aliita watu wangapi? Mbona hakuita wanne? Mbona aliacha huyu wanne? Nebukadneza sio mjinga. Nebukadneza alifanya hesabu kali sana, akasema, kama ni mimi niliwasha hii moto, na kweli kwa mimi ndio niliongeza mara 7, na hii kitu ni moto kabisa, exceedingly hot. Alafu
Alafu hawa vijana wako na mtu ya ine. Inaweza kuwa ya kwamba huyu ndiye amefanya kuwafungua hawa vijana. Na kuna watu hapa si kwamba hajui wamekufa, lakini hana shughuli. If he can stop this fire from killing them, done. Nikifanya makosa kuita watoke wakiwa waine, huyo waine akitoka hapa si tutamalizwa wote sahi. Kwa hivyo tokeni wale tulirusha watatu, waine akae, yeye ni shughuli zake hatumjui. Maana hata nilipoangalia anakaa kama mwana wa nani? Wa miungu. Ni nani aliambia Nebukadnezar Mungu ako na mwana? Na alikuwa ameuliza ni Mungu gani? Ni nani atawaokoa?